naomba utulie. Wale wapo kwenye mikono yetu. Muda wowote najua tunaweza tukafanya kazi, lakini nataka leo usiku tukawaonyeshe. Kwa hiyo ondoa shaka kwenye hilo. Nimeeleweka? Shusha hasira zako, nenda ndani. Usiku wa leo tutakwenda kuifanya hii kazi pamoja. Damu ya kafara, damu ya kafara, damu ya kafara. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana. Karibu. Asante. Mshirika, mimi nimekuja hapa na jambo moja. Hivi kwa nini mkuu ampe kafara ngumu sana Musa? Kafara ipi hiyo? Anasema mtoe mtoto wake. Na anajua kwamba ile ndio uzao wake wa kwanza. Mkuu yupo sahihi kwa sababu Musa mwenyewe aliahidi kama atapata mtoto au iwe mimba lazima atoe kafara. Hapana, kwa mimi napinga. Haiwezekani. Kwa sababu ndio uzao wa kwanza. Vipi amtoe? Muhusika mwenyewe yuko tayari kutoa kafara. Alafu wewe huje upinge. Wewe kama nani? Ndio nishasema. Kwa upande wangu mimi napinga. Hapana, na haitowezekana. Unashindana mkuu. Ngoja lisikie swali mkuu, afu ndo utajua. Mtu yuko pamoja na mkuu, ukatoa kale kajuku, uchawi ya zina yake kifo, kawaida kutoa damu yako. Kunda ilo mwana 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 ilo mwana. Mkuu, leo nani kaleta kitoweo? Hiki sio kitoweo. Huyu ana adhabu ndogo, anatakiwa apewe na mwanangu Faziluna. Amemkosea mchana wa leo. Umekosea sana mchana wa leo. Leo tutashiriki wote kula nyama ya binadamu. Hii ni kama onyo kwako. Siku utakaporudia utapata zaidi ya hii. Na tena ukinifuatia katika maisha yangu nitakupa adhabu kubwa zaidi ya hii. Damu ya kafara, damu ya kafara, damu ya kafara, damu ya kafara.
Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ee Mwenyezi Mungu, tubariki sisi pamoja na chakula chetu, tupate nguvu za kutumikia vyema. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Ndio nini sasa unachokifanya? Sasa kaka, si nilikuwa nasalia chakula. Usalie chakula kina madhambi gani mpaka ukisalie chakula? Mara ngapi nakuzuia kuhusu jambo? Nikwambia nini mdogo wangu mpaka uelewe? Mambo mengi unafanya sio mazuri bwana. Mimi sipendi tabia yako. Kila siku nakuzuia. Sisi tushakuwa watu wakubwa. Unataka kama nikupiga nifanyeje? Samahani basi kama nitakuwa nimekukosea kaka. Tuendelee basi. Shani usikula mwenye chakula chako. Kaka, ukijifanya kichwa ngumu wapo wapo kinakukuta kifo. Masikitiko, kilio. Yangu huwa haichezewi. Naona wewe na mumeo mnajaribu kuchezea familia yangu, itawakuta jambo baya. Sasa kama hamna taarifa ndio hiyo. Kama mwenyeji wenu hajawaambia namna gani ya kuishi kwenye kijiji hiki, familia yangu, kijiji kizima hiki wanaiogopa na huwa haiguswi. Mwambie mumeo huko mjini mlikotoka mtarudi majina kama hamtaheshimu familia yangu. Nadhani funzo nilompa inamtosha, ila kama mtakuwa wakaidi tutawakuta zaidi ya hiyo. Ambie ndugu yangu. Salama mshiriki. Mambo vipi? Safi kabisa. Umetokea wapi huko? Nimetoka mizunguko hapo, kwa sasa hivi ndo nilikuwa narudi naelekea nyumbani. Sawa, maka nilikuwa nakuja kwako ili mbali nipate chochote kitu. Manake njaa inaniuma sana. Kuhusu chakula? Naam. Kuhusu hilo ndugu yangu? Naam. Halina shaka. Mimi nyumbani hakujawahi kukagua chakula. Mimi na vyakula kila aina unachokitaka unapata tu kwangu. Nashukuru sana ndugu yangu. Alafu pia mbona umechelewa sana? Nimechelewa kwa sababu pale nyumbani nilikuwa na kaka. Nilikuwa ananipigisha sana story. Kwa hiyo nilikuwa kila nikijitahidi nitoke hivi anashinda. Kwa muda huu ndo naondoka na mimi nije. Okay, sawa. Zawadi yako. Asante sana. Haina shida. Somo. Ila nikombe kitu kimoja. Na jambo moja. Unajua jana mtoto wa mkuu kaleta dharau sana. Maana kaja na mtu kilingeni, tukajua wamemleta ile tumle nyama. Kumbe kamlisha nyama tunazotafuta sisi, afa anaondoka naye. Na yote kwa sababu ni mtoto wa mkuu. Endapo angekuwa kama mtoto wangu, nadhani angepewa adhabu. Haina cha mtoto wa mkuu. Adhabu lazima apewe. Basi sawa. Mimi nachoona tutakapokutana kwenye kilinge chetu, basi tutalizungumzia ile swala. Kwa sababu ulikuwa unaelekea nyumbani? Naam. Twende nikakupatie chochote kitu ndugu yangu. Basi sawa ndugu yangu, nashukuru sana. Kama leo siku nilikuwa nakuomba uweze kuja nyumbani. Kuja nyumbani kwako sio shida. Ila mimi huwa naogopa kuja kwenu kwa sababu ya yule kaka yako. Kwa hilo nikondoe wasiwasi mpenzi wangu. Kaka uaga anatoka siku mbili hizi ifikapo majira saa 2 au saa 3. Akishakula tu chakula cha usiku huwa anaondoka. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi mpenzi wangu. Nilikuwa nakuhitaji leo uweze kuja kwa sababu nisikie nyama mpenzi wangu. Basi sawa, nitaangalia. Kama nitakuwa na nafasi nitakuja. Okay, nashukuru kusikia. Usikose sasa. Sawa, acha mimi niendelee kuchota maji. Bye. Poa.
lakini mume wangu mimi nashindwa kukuelewa. Yaani tangu nije hapa wewe ni mtu ambaye unaonekanika kama yani una huzuni, labda kuna shida imekukuta. Yaani nashindwa kukuelewa kabisa mume wangu. Natamani itwe baba hata leo, maana na haraka sana na huyu mtoto. Usijali mwanangu, bado miezi michache tu, hata hivyo tupo miezi ya mwishoni. Naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu utaitwa baba, kwa hiyo usiwe katika hali hiyo. Sasa ndio usiwe hivyo, unanipa wasiwasi mwenzio. Usijali, mimi nitakuwa sawa. Nakupenda sana. Nakupenda pia mama. Basi sawa, ngoja mimi niwe nyumbani. Sawa. Sawa. Yeah, 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 yeah. Najua nimekusubirisha sana, lakini safari hii utafurahi. Nimekuandalia kafara ya kachanga ambacho bado kipo tumboni kwa mama yake, na damu ile najua itaenda kutupa nguvu, itatupa uwezo wa kutufanya kijiji kizima tuendelee kuheshimika na kuogopeka. Usiwe na wasiwasi. Damu ya kafara.